Mambo vipi mdau? Karibu tena ndani ya Story na mimi, kijiwe chako cha simulizi kali na siri nzito zinazosisimua. Leo nimekuletea mkasa mmoja wa ajabu. Usibanduke, twende. Sitasahau kamwe somo gumu nililojifunza kuhusu kuwafanyia hisani hawa wanaume, lakini hebu tuingie kwenye mkasa wenyewe. Kuna mama mmoja alitokea TikTok na kusimulia mkasa wa binti yake na rafiki wa binti huyo walioamua kwenda safari ya wasichana nchini Jamaika mwaka 2024 kwa sababu inaonekana mpenzi wa rafiki wa binti huyo alikuwa akiishi huko. Mama huyo alijaribu kumshawishi binti yake asiende, lakini binti alikuwa anakaribia kutimiza umri wa miaka 21, hivyo alikuwa na uhuru wa kufanya atakalo. Basi, mama alijaribu tu kumshawishi binti yake apate sehemu yake binafsi ya kufikia atakapokuwa huko, akizingatia ukweli kwamba binti huyo hakuwa anawajua kabisa wale wanaume ambao walikuwa waende kukutana nao. Rafiki wa binti huyo alikuwa akidaiwa kuwa kwenye uhusiano na mwanaume mmoja aitwaye Tony kwa miaka 2, lakini baadaye ikagundulika kuwa jina lake halisi halikuwa Tony bali ni Uriah. Uriah alikuwa Jamaika pamoja na binamu yake, ambaye jina lake linadhaniwa kuwa ni la Juan. Uriah, mpenzi wa Kijamaika, alimlipia tiketi rafiki wa binti huyo, hivyo mama akamlipia binti yake tiketi ya kwenda Jamaika. Samahani, lakini kama una umri wa kutosha kwenda Jamaika na kukutana na wanaume usiowajua licha ya maonyo yangu, basi lazima uwe na umri wa kutosha kujilipia mwenyewe. Mimi siwezi kukulipia uende kwenye hali hatarishi. Wasichana hao waliwasili Jamaika tarehe 13 Oktoba 2024, na hapo ndipo Uriah na binamu yake walipoenda uwanja wa ndege kuwapokea na kuwapeleka St. Mary kwenye nyumba nzuri sana ya kukodisha Airbnb, yenye jacuzzi, bwawa la kuogelea na kila kitu. Mama bado alikuwa akimshawishi binti yake atafute sehemu yake ya kulala, lakini binti alitaka kukaa na rafiki yake na wale wavulana, bila kusahau kuwa kulikuwa na msanii mmoja maarufu huko aliyekuwa akirekodi video ya muziki jirani. Mama anasema wavulana hao walikuwa wakiwapeleka wasichana kwenye matembezi mbalimbali na milo ya jioni ya kifahari. Wasichana walikaa Jamaika kwa wiki nzima, na siku moja kabla ya kurejea nyumbani, Uriah, mpenzi wa rafiki yake, aliwauliza kama wangekuwa radhi kubeba raba, sneakers na kuzirudisha Uingereza. Mwanzoni binti alikataa, lakini baada ya vuta ni kuvute kidogo, wote wawili walikubali. Msichana mmoja alikuwa na raba pea 5 kwenye begi lake na mwingine alikuwa na pea 3. Hivyo walikuwa wakijaribu kusafirisha raba pea 8 kurudi Uingereza kutoka Jamaika kwa ajili ya binamu wa yule mpenzi. Hii haingia akilini kwangu kwa sababu mbona raba hizo zisafirishwe? Binamu yako bado yuko hapa Jamaika na wewe. Wasichana walifikishwa uwanja wa ndege, na wakiwa wanasubiri kwenye foleni, walitolewa nje ya foleni na walinzi na kuanza kukaguliwa mizigo yao. Walinzi walikagua pea moja ya viatu na kugundua kuwa vilikuwa na dawa za kulevya. Wasichana hao walikamatwa uwanja wa ndege na kushikiliwa katika kituo cha polisi cha Cambridge, huko St. James, Montego Bay. Hatimaye mama alipata simu kutoka kwa ubalozi wa Uingereza, hivyo ilimbidi asafiri hadi Jamaika na kutumia siku 19 zilizofuata akijaribu kumtoa binti yake gerezani. Aliweza kumtoa binti yake kwa dhamana, akisema sababu pekee iliyomfanya afanikiwe ni kwamba baba yake, ambaye ni babu wa binti huyo, ni Mjamaika. Katika hatua hiyo, binti alikuwa nje kwa dhamana. Tarehe ya kwanza ya mahakama ilikuwa Disemba 18, na wasichana hao walikuwa na jumla ya vikao 11 vya mahakama walivyopaswa kuhudhuria. Nadhani wasichana hao hawakuruhusiwa kuondoka Jamaika, kwa sababu mama anasema wamekuwa huko kwa jumla ya miezi 16 wakihudhuria mahakama. Kisha mama akatoa habari ya kushangaza kwamba katika kipindi hicho cha miezi 16 ambacho binti yake amekuwa Jamaika akishughulikia kesi hiyo, alikutana na mwanamume mwingine na kupata ujauzito. Oktoba 2025 ilipofika, binti huyo alishikwa na uchungu wa uzazi. Mwanzoni alikuwa hospitalini, lakini aliachishwa kutoka hospitali akiwa bado na uchungu kwa sababu Jamaika ilikuwa inakaribia kupigwa na kimbunga kikali kilichotokea hivi karibuni. Siku 2 baada ya kimbunga kupiga, binti alijifungua mtoto wake kwenye kiti cha nyuma cha taksi. Si hivyo tu, baada ya kujifungua, binti alilazimika kurudi kwenye eneo ambalo lilikuwa limeharibiwa kabisa na kimbunga. Sasa binti yuko huko na mtoto mchanga, bila umeme, bila maji ya bomba, na mama anasema mpaka leo hakuna umeme katika eneo hilo. Mama anasema kisha tunasogea hadi Januari mwaka huu, 2026, na hapo mwanzo alikuwa na matumaini mpaka wasichana hao walipoenda mahakamani na hatimaye kupatikana na hatia ya mashtaka yaliyokuwa yanawakabili. Mama anadai kuwa wasichana hao hawakuwakilishwa vyema mahakamani na kwamba wana ushahidi wote unaothibitisha kutokuwa na hatia. Alisema hawakuwasilisha taarifa za benki, rekodi za simu, wala hawakuzungumzia ukweli kwamba binti yake alipokuwa amefungwa, kuna mtu alikuwa akitumia simu yake kupiga namba ya Uingereza.
Anaamini kuwa binti yake na rafiki yake walitumiwa kama chambo ili kugeuza umakini wa vyombo vya sheria na mahakama, wakati shehena halisi ya dawa za kulevya ikipita. Wasichana hao wanatarajiwa kuhukumiwa Machi 2026 na wamefahamishwa kuwa wanakabiliwa na kifungo cha chini kabisa cha miaka 6 katika gereza la Jamaika. Hiyo ni miaka 6 ya chini kabisa ambayo wanaweza kupewa. Mama anafanya kazi na mwanasheria mkuu barista, na wanajitahidi kwenda Jamaika kukata rufaa. Mama sasa anawaomba watu kwenye TikTok kuchangia kwenye mfuko wake wa kuchangisha fedha ili kusaidia kulipia uwakilishi mzuri wa kisheria kwa binti yake, kwa sababu anahisi hawawezi kuwategemea mawakili waliokuwa nao Jamaika, ambao anahisi walichukua pesa zake na hawakumwakilisha binti yake vizuri. Kwa maneno ya mama huyo, anakataa kukaa kimya na kuruhusu binti yake kutumikia kifungo cha chini cha miaka 6 gerezani kwa kitu ambacho hakufanya. Lakini sijui jamani, nanyi niambieni maoni yenu hapo chini. Huo ndio mkasa wenyewe, na wapenda. Kwa heri.